Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana tulizungumza kuhusu pressure. Leo tutazungumza kuhusu kazini yake. Huyu pressure ana kazini yake ambaye anaitwa sukari, diabetes. Mwamerika akienda vitani hakupigi peke yake, mpaka mlete na Mwingereza. Na hawa ni hivyo, hawa pressure na sukari. Usually moja anakupiga alafu wanakuja mwingine, ama wanakuja wote kwa pamoja. Hasa ile jina lenye, name yenye diabetes. Diabetes inamaanisha sweet urine, manake mikojo ya tamu. Zamani watu walikuwa watakujua kama una ugonjwa sukari, ulikuwa ukikojoa mikojo yako wanaweka kando. Tungu wakija pale juu ya mikojo, basi ilikuwa ushajulikana kama una sukari. Ama hata daktari zamani wakiramba ile mikojo yako, wakiasikia yana tamu, wajua kama una ugonjwa wa sukari. Kitu cha kustajabisha, mpaka leo kuna kampuni moja London inaitwa Gilpin Family. Hao mpaka leo wanatoa mikojo ya wazee wenye sukari, alafu wanatengeza whisky. Wanatoa ile mikojo wanaanza ile fermentation, alafu wanatengeza whisky. Sasa tuseme ino sukari inatokea vipi? Ukila chakula, ile carbohydrates zinageuka zinakuwa hizi sugars. Na ile sugars ikishatoka ile chakula, zile nutrients zikishakwisha, zile sugars zinaingia kwa bloodstream. Sasa inakuwa glucose. Hino glucose ni muhimu kwa sababu kama gari haliendi bila petroli. Gari linataka petroli kuenda, na mwili wa binadamu inataka hino glucose kufanya kazi yake. Hino ndio energy. Glucose hino ndio ni energy ya mwili. Sasa mwili kutembea, kuzungumza, kuketi, yote inahitaji hino energy. Sasa ile glucose inakuwa iko nyingi pale kwenye damu. Sasa kuna kitu inaitwa pancreas. Pancreas iko nyuma ya tumbo. Sasa ile mwilini, ile glucose ikiwa juu, bongo inaiambia ile pancreas, toa insulin, wacha ile insulin itie ile glucose ndani ya kwenye hizi cells ipate kufanya kazi. Kwa hivyo kuna ile glucose tulivyosema juzi, kuna receptors za vitu vingi. Sasa pia kuna receptors za insulin. Kwa hivyo ile insulin inatoka, inakwenda, inafungua zile receptors. Ile glucose zinaingia ndani, ndo mwili unafanya kazi. Kama vile gari kutia petroli, paka ufunguo uitie, ndio gari inafanya kazi. Kwa hivyo kama ile insulin haitoki, ama mwili zile receptors haziwezi kufunguka, kwa hivyo hiyo ndio ugonjwa wa sukari. Na kuna type za sukari, zile main ni mbili, type 1 na type 2. Lakini pia kuna gestational diabetes. Hizo ni wanawake wenye mimba, wanapata sukari, lakini mimba ikishatoka huwa sukari inapotea. Sasa type 1, ile pancreas yenyewe haitoi insulin. Na type 2 ni ile pancreas inatoa, lakini yatoa kidogo, ama pale kwenye mwili kama tulivyosema, ile glucose haiwezi ikaingia kutumika na mwili. Ile type 1 sana ni ya watoto, na ile ni autoimmune, na sababu ya type 1 mpaka sasa haijajulikana. Na statistics zile zinasema kwa
watu wenye type 1 sukari ni 5 to 10% ya watu wote. Sasa type 2 ndio ile type 2 diabetes, ni sukari ambayo ile tulivyosema haitoki vizuri, pancreas haitoi insulin ya kutosha, ama mwili haitumii ile insulin. Ile type 2 wenye nayo ni karibu 90 to 95% ya watu wote. Na ile type 2 sababu yake ni kama kula vyakula vibaya, kuishi sedentary lifestyle, manake kuketi tu, kuongeza mwili, sababu zake zinajulikana, sigara na zingineyo. Sasa watu wote duniani yasemekana wenye ugonjwa sukari ni 10% ya population ya dunia nzima. Manake hao, kama population ya dunia ni 7 billion, 10% itakuwa watu karibu 700 million wako na ugonjwa wa sukari. Na Kenya wanasema kwa sasa wanaona ni watu 15% ndio wako na ugonjwa wa sukari. Manake kwenye kila watu 8 mmoja ako na sukari. Sasa dalili za sukari. Dalili za sukari ni ile unakojoa sana, mikojo mingi, usiku unainuka kwenda kukojoa sana, unasikia kiu, unapata vidonda ambavyo havipoi. Na kwa wanawake ni muhimu watu wajue, wanawake kama wana sana kujikuna, kusikia kuwashwa sehemu za siri, hiyo pia inaweza kuwa ni dalili ya sukari. Na kwa nini kwa nini mtu mwenye sukari anakojoa sana? Ni kwa sababu mwili unataka ile optimum condition, manake ile kila kitu iwe level kwenye mwili ndio ifanye kazi. Sasa sukari ile ikiwa juu mwilini, sasa mwili unaanza kuforce kwa njia yoyote ile sukari kutoka. Kwa hivyo ndio unakojoa sana, ndio ile ni njia ya mwili kutafuta kutoa sukari. Na levels, muhimu watu wajue levels za normal ni vipi na abnormal. Kwa ufupi, ukiamka asubuhi kama hujala kitu, ukipima sukari yako ikiwa kitu chochote 7 kuendelea, inamaanisha uko na ugonjwa wa sukari kama hujala kitu. Lakini kama umekula ukapima baada ya masaa 2 ikiwa zaidi ya 11, manake wewe uko na sukari. Na pia kuna kitu kinaitwa hypoglycemia, manake ni sukari kuwa chini. Hiyo pia ambao ni hatari sana. Hypoglycemia ni kwa ukipima sukari yako ukiona iko 4 kuendelea chini, hiyo unaanza kusikia kutetemeka, kutoka kijasho, baridi, maneno hayatoki vizuri, na usipopata matibabu haraka mara moja unaweza kwenda kupata homa. Na ile matibabu ya hypoglycemia, mtu akisikia anatetemeka ama nini, ni muhimu atumie kitu cha tamu. Na kitu cha tamu, kitu nzuri kama asali ile ukatia maji ukakoroga akanywa, ama soda kama Fanta. Na sukari ikianza baada ya wiki kadhaa ama miezi kadhaa, mara nyingi inapotea. Hiyo ni kitu inaitwa honeymoon period, manake inapotea. Mwili wenyewe zile inajaribu kuvuta ile insulin zile za mwisho kuregulate. Unaweza ukapima ukaona sukari yako iko sawa. Na ukisikia ukipata kitu kama hivyo, haimaanishi kuwa sukari imetibika. Ni uendelee kupima kila mwezi ama kila wiki 1-2, ujue inaendelea vipi. Na mara nyingi tapata watu wanakuja nasema, dokta, mimi kutoka nilikuwa na sukari, nilipoanza kula miraa sukari imetibika. La, miraa hayatibu sukari.
ile ni mwili wenyewe, is mechanism ndio inasababisha kitu kinaitwa honeymoon period. Na madhara ya sukari. Sukari madhara yake mara nyingi ni kama inaleta shida za moyo, shida za figo, inaleta hizi shida za nerves. Na hino nerves, shida zake, sukari ikiaffect hizi nerves, unapata dalili miguu inauma, nasikia ganzi, kama sindano kudunga kwenye miguu. Na hino nerves ikitokea ni inaleta bala, kwa sababu mara moja unaweza kukatwa mguu, kwa sababu sukari pia inaffect macho. Sasa ukipata hino shida ya nerves, wetakuwa ile husikii. Kitu cha kwanza unapiga mawe, huyaoni kwa sababu sukari inaffect macho. Alafu unayapiga yale mawe, husikii hata ukipiga. Ndio unapata vidonda na huoni, na mara moja miguu inakwenda kukatwa. Ni sasa katika matibabu muhimu watu wawe awareness. Hiyo awareness ndio ni kitu muhimu kuliko kila kitu. Sasa tukidivide ile treatment ya diabetes, kama kutakuwa na graph, ile kutibu diabetes 35% ni awareness. Awareness ni kama ujue dalili za sukari ikiwa chini, dalili za sukari ikiwa juu. Ujue usiku mkitoka muvae viatu closed shoes, musende mkapiga mawe. Ile kila wakati muangalie kama kuna vidonda kwenye miguu, na kama kuna kidonda yoyote uende kwa daktari mbio wapate kutibu, musingoje ichelewe. Ile awareness, ukishajua kila kitu kuhusu ile ugonjwa, ile already huwa umejitibu 35%. Na 30% ni mazoezi. Kwa hivyo zile 35 na mazoezi umejitibu 30%. Na mazoezi ni kama tulivyosema jana, pia ni brisk walking, kutembea. Wana recommend 150 minutes, manake dakika 150 kila wiki kutembea. Manake kama kila siku utaweza nusu saa walking, kutembea ni uzuri. Hiyo inasaidia kutembea, inasaidia pia mwili kuitumia ile glucose vizuri. Sasa hizo ni 35 na 30, hizo ni 65. Sasa 30% nyingine ni diet, chakula. Muhimu watu wale vizuri. Chakula cha diabetic diet, hakuna kitu kama hicho. Wewe ukiwa na sukari utakula, lakini utakula ile kisawa sawa, na utaangalia, utapima, utakula kitu kidogo kidogo. Lakini kama si sukari yako iko 20, unataka kwenda kula chokoleti. Kwa ufupi, rule moja ni kwa wewe ukiwa na sukari kula, lakini usijisahau wewe ni nani. Hiyo ni muhimu. Wewe kula, lakini usijisahau kama wewe uko na ugonjwa wa sukari. Sasa hizo ni 95. 5% ndio ni dawa. Kwetu watu kujitibu sukari wanatumia dawa tu, si ndio? Wanaona wamejitibu kila kitu. Kwa hivyo kujitibu dawa ni just 5%. Kwa hivyo na dawa zile zinasaidia watu mamilioni duniani wanatumia, na zimefanywa studies. Kwa hivyo si kweli kama madawa ya dhuru. Na kama dawa hazifai, kama type 1 diabetes kuna sindano. Type 1 diabetes ni lazima dawa yake ni sindano, hakuna namna nyingine. Na insulin hino sindano waliipata 1921, na kabla hapo watoto wote maskini waliokuwa wenye ugonjwa wa diabetes type 1 ilikuwa ni kama death sentence. Kwa hivyo sasa alhamdulillah tunapata matibabu, na kila technology ikenda matibabu yatazidi kuwa bora.
Kwa hivyo sasa kama kuna swali lolote. Swali sema hivi, zamani mtu akitembea haya hospitali yetu Zafana ni hospitali Tandia ama Georgia ama Coastal General, huwezi ukaona watu kama Wahindi au Wabaniani wakati Waarabu, Waswahili, Waafrika. Je, yamaanisha kwamba hivi vyakula tunavyokula ndio vinasababisha maradhi? Wale ambao wameacha wanakula vegetarian wahudhuri sana hospitali? Inaweza kuwa hivyo, number one. Inaweza kuwa kweli vyakula vao vina faida fulani, lakini kama kama sukari type 1 ile iko kwenye ukoo, hata ukala nini, kama ni type 1 utapata tu. Na ile number 2, labda wao wenyewe wana dawa zao za kimajumbani ambazo kwa sababu ya chakula nimesema kama pia inaleta hiyo sukari katika especially type 2. Vyakula hivi vingi venye masukari, vyakula vya mafuta kwa wingi, hizi carbohydrates kwa wingi, wali kwa wingi, vitu kama hivyo. Machina wala wali zaidi kuliko Waswahili. Ni haimani wali okay utakula, lakini ujue zile kiwango cha wali kidogo, na iwe si kila Jumamosi ama kila kwa wiki mara 3 biriani. Kula wali mix, ile wali chapati. Kweli, lakini si dawa tu, hata mkate ukaula vibaya una side effect. Sini sasa dawa kabla hujapawa wewe, washajaribiwa wanyama, washajaribiwa binadamu. Dawa huu hazitiwi tu kwenye market paka zipite zile trial. Sasa dawa ukitumia kama vile unavyotakiwa na itakuwa sawa, lakini kweli always prevention is better than cure. Na swali lingine, mara nyingi sikusikia watu wasukari watu wamekuwa wanasikia ingelikuwa sisi ni kama farasi tuatembea na mikono na miguu, labda tungelikatwa. Maanake ile kama nilivyosema, miguu sana unakwenda unapiga mawe. Maanake miguu inapata zinakuja zile sibabu, mguu unaanza kukauka, unapiga mawe. Miguu ndo tuatumia sana kuliko hizi limbs zingine. Dokta, kuna sukari kusema kupanda na ile kozi ya sukari ya kushuka inasababishwa na nini? Kozi ya sukari kushuka ni kama mtu hali chakula akatumia dawa, ama kama hali chakula sukari inashuka moja. Na ya pili, kama mtu ametumia dawa zaidi, kama umeambiwa utumie, let's say umeambiwa utumie metformin miligramu 500, ukatumia ukasahau, ukatumia mara 2, ama ile insulin badala ya kujidunga sema unit 20 ukajidunga unit 40, vitu kama hivyo. Hizo ndio sababu zinaleta. Na pia migonjwa saa nyingine ukiwa mgonjwa inasababisha vitu kama hivyo, najipata uwezi kula nini, sukari ikateremka. Sasa obvious kama wewe wafunga sukari itateremka kama una diabetes. Sasa kufanya nini? Lazima unywe dawa. Maana kule daktari anambia wewe uweze kufunga. Okay. Ndo ile ni ndo
kama nilivyosema kuna type 1 na type 2, ni mtu mwenyewe. Sasa wengine wanaweza kufunga, na wewe kama uwezi si lazima, si ndio shekhe? Kama uwezi kula